mwisho. Mtu anapokufa sio mwisho. Kuna maisha mengine baada ya kifo, na maisha hayo inategemea jinsi ulivyoishi duniani. Kama uliishi kwa kutenda dhambi, maandiko yanasema maisha yako yataibukia mateso ya milele. Baada ya kifo, Biblia inasema unaenda kuzimu. Kuzimu ni lokapu ndogo, ni pumziko. Baada ya hapo jehanamu. Kwa maisha mwanadamu anachagua sasa hivi. Unapoendelea kumkataa Kristo, maana yake unaendelea kusema mimi siku moja nitakufa, na siku moja niibukie jehanamu, siku moja niibukie matesoni. Utasoma Luka 16 ile, utaona jinsi ambavyo ule Lazaro namna alivyofariki. Hali ilikuwa mbaya. Kuna chotaka kusema mwanadamu, kifo sio mauti. Ni kweli kwa Maka, leo tunakwenda kumweka hapo, sio mwisho. Sio mwisho. Kuna maisha mengine. Hayo maisha nimesema yanategemea ulifanya maamuzi gani, ulijiandaa namna gani kwa ajili ya maisha mengine yanakuja. Kwa kuna maisha ya mateso milele na kuna maisha ya milele pamoja na Kristo. Nimesoma hapa. Maandiko yanasema sisi tulio hai hatutawatangulia wale waliokufa katika Kristo, wale waliolala katika Kristo, bali wote waliolala katika Kristo watabadilishwa. Na sisi tulio hai katika Kristo tutabadilishwa twende mbinguni. Lakini kama ulikataa neema, ulikataa wokovu, nataka nikwambie kuna maisha mengine mabaya sana, maisha ya mateso sana. Inawezekana hujawahi kuambiwa, lakini Biblia inasema ukifa na dhambi zako, mbaya ujue. Mbaya. Sisi tunakuwa umevaa vizuri, lakini atakuwa ni huyu mzee wa siku, huyu asiye na upendeleo, anasema nitamlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake, sawa sawa na njia yake. Unajua yeye ni Mungu wa haki. Yeye, Biblia inasema atahukumu kwa haki, pasina upendeleo. Wanadamu tutajieleza pale, nimejaribu kuongea, utasema baba, mimi mbona hiki? Anasema no, mimi nina vitabu. Najua Mungu ataleta vitabu. Hivyo vitabu ndio vina rekodi maisha yako ya kila siku. Mimi naweza nisikuone, padri wako asikuone, kiongozi wako asione, lakini Mungu anajua, na ana malaika special kuandika unachokifanya kila siku. Mfano Paulo, kama ni Paulo, samani kama upo, ni mfano tu. Wewe Paulo, wewe Mungu atafungulia televisheni yake utakapojitetea, wala Mungu atashindana na wewe. Atasema tuangalia maisha yako ya kila siku tangu umezaliwa na tangu ulipoanza kujua mema na mabaya. Ataona jinsi unavyokukuruka na wanawake, jinsi unakukuruka na makahaba, jinsi unavyokukuruka na ndoa, unavuruga ndoa za watu. Nasema kifo sio mwisho wa maisha. Ndio maana tunakazana sana, wahubiri unaona wanahubiri. Acha dhambi, geuka mwanadamu, na hizo ndio injili. Injili sio za wewe kukupatia pesa uende nazo wapi. Mbinguni hatuendi na mapesa, tunaenda na roho safi. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Hayo mapesa utaenda nayo wapi? Utayache. Kuna baba mmoja tumemzika sio muda mrefu, Gongo la Mboto. Huyu baba tumemzika huyu. Kumba na mapesa mengi kwenye draw, mengi mno. Sasa mimi baba wa watu niko hapa nazika ule baba.
Nashangaa watoto wake wameingia chumbani kwa ule mzee.